Majina ni hawa. Nimeona jana Kasongo aliongelelea maneno ya goons, na before hiyo Murkomen pia kuongelelea maneno ya goons, IG Douglas kaja kuongelelea maneno ya goons, polisi pia kuongelelea maneno ya goons. Na ukiangalia hao majamaa wote hakuna action yenye wamechukua, which means watu wanaongea tu ile ni kama tu unasema utafanya kitu na utafanya. Tukianza na mtu kama Kasongo tumemjua na uongo yake. Na mimi Kenya ndo nimemaster uongo ya Kasongo mpaka sasa niko karibu kujua next movie yake. Nimeshamsoma. Unajua pia mimi nakuanga mjanja. Unaweza ona najifanya hivi nakaa fala, kumbe najifanya fala ndo ni kusome zaidi. So kwa Kasongo wewe maneno ya kudili na gusi ilishakushinda. Uongozi imekushinda. Wewe sasa ni mtu wa uongo, mtu wa PR. Unapiga siasa mpaka na maneno ya goons. Hiyo sana naona ulisema tudadili na magoons ili Wakenya waone wewe ni mtu mzuri. Unajali Wakenya ndio wakupe kura. Kumbe ni kitu tu umesema inapita tu kama mnyambo. Hakuna action yenye utachukua. Kwanza Kasongo wewe ndio goon number 1. Kwa sababu wewe ndio ulisema Wakenya wakienda maandamano wapigwe risasi ya mguu, waende kotini wakiendanga jela. Nani anaweza toa matamshi kama hayo kama yeye si goon? Si hizo ni kazi ya goons. Na bado kusema waandamanaji wapigwe malisasi, hizo inakuwa ni maneno ya gusi ndio wanasemanga hivi. So wewe ndio goon number 1. Na kwa hii serikali yako ndo mimi nimejua maneno ya goons. Sikuwa najua abduction before Kasongo achaguliwe na maneno ya goons. So wewe ndo chairman. Tukitaka tumalizane na maneno ya goons hii Kenya, tunaangalia penye shida imeanza. Ukiambia mtoto apike na urudi upate hajapika, usianze kwanza kuchapa mtoto kwa nje hajapika. Maybe mtoto hakuwa na kiberiti, hakuona maji, ama hakupata sufuria, ama ukuacha chakula kwa nyumba. So tukitaka kudili na maneno ya goons, tunaanza na huo mkubwa ambao ni Kasongo. Na ukienda jela ndo maneno ya goons itaisha hii Kenya. Mimi wakati Uhuru Kenyatta sikuwa naona goons. Ilikuwa Mungiki na alimalizana nao before atoke kwa power. Wewe ndio hii yako miaka yako 5 inaisha, goons wamekuwa wengi. In fact sasa hapa Kenya goons ni wengi kuliko polisi. Sasa mimi polisi huwezi kuja tu unanishika tu hivyo mandazi. Ndakuuliza maswali 3 kali na ukishindwa kujibu hakuna mali naenda na wewe. Kwa sababu sasa wa Kenya wamekuwa confused. Ujui huu ni goon, ujui huu ni polisi. Tunimeona maandamano mingi. Polisi wanazindikisha goons, which means Kenya imekuwa mbaya, Kenya imekuwa chafu. Polisi wamesahau kazi yao, sasa wana focus tu kwa mshahara yao, hawafocus kwa usalama wa wananchi. Unapata polisi anazindikisha goons, wanafanya kazi na goons kwa maandamano pamoja. Na hiyo yote bado inaletwa na wanasiasa. Wanasiasa ndio wanatumia vijana vibaya. Mimi siwezi laumu vijana. Tukitaka kusolve issue, tunaangalia penye hiyo tatizo imetokea. Ili hiyo issue imalizwe, hiyo shida imalizwe. Hao wanasiasa wenyewe wanatumia vijana kama goons, hao ndo wakamatwe kwanza na wawekwe ndani. Tukianza na Kasongo. Ili hiyo maneno iishe, la sivyo msiseme ati mtaanza kufuata vijana one by one muwashike. Ndio mnapaswa kuwashika, lakini pia mshike hao wanasiasa. Kila mwanasiasa anakaa kando ya goons wake. Kama ni MP amekuwa akitumia goons 100 ama 150, akae jela na kando wa magoons wake. Wakae hapo kwa jela wakiangaliana. La sivyo serikali kenye mnaongea ni utakataka. Hakuna kitu wa maana yenye mnatuambia. So I'm so disappointed. Hii ni Kenya gani? Wakenya saa hii wako free venye walikuwa kitambo. Wakenya wanaishi na uoga. Na kama serikali na polisi mumeshindwa na kazi ya kudili na goons, basi pia mimi nitaanza kutembea na self protection. Juu kama wa viongozi wenye tumewachagua ndio wameshindwa kuorganize tuwekewe security na sindo tuliwapigia kura. Heri basi sisi wa Kenya tujiprotect kama wazungu. Ukienda kwa wazungu unapata kila boma, unapata at least mtu wako na AK47 yake hapo. Wengine hadi wako na kombora. Huwezi leta ujinga kwa jirani yako hivi venye unapenda. So hadi hapa Kenya, kama polisi mmeshindwa na kazi, serikali pia mmeshindwa kuoversight wana polisi wafanye kazi. Pia mimi nitaanza kutembea na bunduki yangu ya self protection. Na hakuna mwenye ataniletea. Kwa sababu sisi ni Wakenya kama wale Wakenya wengine.
Wakenya wote wanahitaji kuprotectiwa na maneno ya goons. Na hii kitu haihusiani ati maneno ya one term ama two term. Hiyo one term na two term hiyo ni takataka. Kwa sababu goons wanatoka from both sides. Kuna wanasiasa wachache kutoka one term wanatumia vijana kama goons. Na kuna wanasiasa wengi wanatoka two term wanatumia vijana kama goons. So ukiangalia mtu kama Murkomen alituambia anajua wanasiasa wenye wanatumia vijana kama goons. Kama ingekuwa Murkomen unatumia akili na utumii uji, venye tu ulisema hivyo, the next day ungetake action. Tumejua wanasiasa, wacha washikwe wawekwe ndani, tujue so and so wale ndo king of goons, wale ndo wanatumia vijana kama goons. Lakini wewe hakuna kenye unajali. Wewe unajali tu mshahara na kufuata kila kitu wenye Kasongo anakuambia, kitu hata kama ni mbaya. Na ndo nawaambianga mtu mjinga ni mjinga tu na mwerevu ni mwerevu. Mwerevu ni mwerevu, hata ukimpatia mtihani kwa giza atapita. Ng'ombe ni ng'ombe, hata umpatie mtihani kwa mwangaza ataanguka. So nashangaa tunaelekea wapi kama inchi? Na magoons pia nyinyi mujipange. After hapa naenda kuwakujia one by one. Tumeshaona sura zenyu kwa mtandao na tumemark location zenyu na tunajua venye muna operate. After hapa naenda kuungana na wale polisi wachache wenye wanakuanga serious na kazi. Kwa sababu polisi wengi hapa Kenya ni jokers. Tunawakujia one by one. Tunakukujia unatuambia nani amekutuma. Usiposema unakula kofi 3 ukiingia jela. Alafu tunachunguza boss wako ni nani. Enough is enough bwana. Hii ni Kenya na lazima sheria ifuatwe. Kenya ni ya wana Kenya. Kenya sio ya goons peke yake. Nimeona hadi kwa rally yao vijana wa timu Linda Mwananchi, goons walienda hadi kwa kanisa. Wengine hadi wakaingia ndani. Which means hadi watumishi wa Mungu wako safe. Goons wamemea confidence mpaka wanaingia kwa kanisa. Na hiyo ni kitu mbaya. Na the more goons wanaendelea kuwa wengi hii Kenya na action ichukuliwi, ndo the more wanaendelea kuongeza hiyo confidence. Next time wataanza kutembea na panga, next time wataongeza mbawe, na next time ingine waongeze bunduki, na siku ingine inakuja watembee na kombora. So utakuwa unasikia tu watu wamepigwa malisasi mahali ama kombora imerushwa. Kwa sababu wakati naongea hivi, nyinyi mnasema uwe hawa ni kijana mdogo, huwa hakuna Kenya anajua. Usidharau mtu bwana. Mtoto anaweza kuambia dadi kuna nyoka chini hiyo kiti. Wewe utasema tu ni mtoto. Hakuna Kenya unaniambia. Wewe utasileki nyoka imekuuma hivyo ndo umekufa. Ukawacha mtoto wako. So hizi vitu venye nasema hapa kimchezo ndo zitawinda wana Kenya baadaye. Na hakuna mwenye atakuwa safe hii Kenya. Wewe ukuwe ni raia ama wewe ni mwanasiasa. Na in future msipochukua action against the goons, kutoka nje ya nyumba itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu, ni kama kujaribu kuchiti kwa bibi yako akiona. Si unaonanga hiyo inakuwa ngumu. Sasa kutoka nje ya nyumba itakuwa ngumu hivyo. Kwa sababu Kenya itakuwa mbaya, itakuwa imechafuka, Kenya itakuwa inatawaliwa na magoons. Kwa sababu hapo ndo unaona mahali tunaelekea. Na hiyo ndo Kenya yenye Kasongo anataka. Hiyo ndo Singapore yenye anataka. Singapore yenye inaongozwa na magoons. Hiyo ndo Kenya anataka, hakuna kitu ingine. Na hii serikali itaki kuchukua hiyo maneno ya goons maanani, kwa sababu wao wanajua magoons ndio watakuwa wanatumia wakishapata uongozi. Wakishaiba kura au goons ndio watakuwa wanawatumia kama backup. Na nashukuru kuna polisi fulani commissioner, sijua anatoka wapi. Huo polisi yako na akili sana. Aliambia wanasiasa mambo ni mawili. To withdraw security yenyu, mkuwe mnaekewa security na magoons, ama sisi kama polisi tukwe tunawaekea wanasiasa security. So wanasiasa mko na maneno mbili, mko na mambo mawili. Goons wawaekee security mfanye kazi na wao, ama goons washikwe wote mwekewe security na polisi. Hatutapimiwa akili this time round. Kenya tumechoka, wana Kenya wamechoka, uongozi ni mbaya. Bado goons wanatumwa kwenda kunyanyasa wa Kenya na tunasema tuko na Kenya. Hii ni Kenya gani hii? Hii ni Kenya gani hii, nashangaa. Na magoons nyinyi magoons.
Unajua ya mtu jui vizuri. Sasa sheria iko kwa mikononi mwa raia. Raia ukiona guna ametumwa na wanasiasa kwenda kudisrupt raia mwanasiasa mwingine, whether kwa wanda mama tutam ama amepewa rungu na panga, aende asumbue watu mahali, huo guna pigwe kama nyoka. Asipelekwe binguni, lakini apigwe kama nyoka ili iwe funzo kwa wengine watakaojaribu kutumika kama goons. Hii ni Kenya na lazima watu waheshimiane. Watu lazima waishi kwa upendo na amani. Na si tafadhali, whether uko ni governor, wewe ni president, wewe ni senator ama wewe ni nani, lazima uheshimu cheo yako na lazima pia uheshimu wananchi. Hauwezi kuwa unatumia wananchi goons na hao ndo walikuchagua. Kwani Kenya ni yako? Kwani Kenya ni ya mama yako? Kenya ni ya wana Kenya bwana. Na lazima sheria ifuatwe mikononi. Wewe kama una feel uwezi tembea uwezi uza agenda yako vizuri bila kutumia opponent wako goons, hiyo utaenda ufanye kwa jela. I think kwa jela ndo kuna partner, ndo unaweza pata mwenye mna rhyme na yeye kwa hiyo maneno ya goons huko kwa jela. So kama wewe ni mwanasiasa umekuwa ukitumia vijana, records zishachukuliwa na uchunguzi naenda kuanza hapa after nimeongea. Mnakujiwa one by one. Na sijui mtatorokea wapi, kwa sababu teknoloji pia iko hali ya juu. Bora tu tuchakamata hiyo sura yako, tunajua venye tutakupata na penye unaenda. Asanteni.